Bwana Murkomen na jeshi yako ya polisi, goons wote wanyoroshwe kiboko, kwa sababu na watafutwe wale wenye kulipa hawa watoto. Yes, watafutwe, kwa sababu huwezi kuacha mtoto yako nyumbani, unaenda kulipa mtoto ya mwingine, unampatia mawe, unampatia panga, rungu, aende apigane na watu wengine. Why? Na sisi ni inchi ambayo tuko na taratibu, tuko na heshima, tunafuata sheria. Sisi ni watu ambao wanaamini demokrasia. So, as an organized society, a responsible country, a society that believes in the rule of law, that respects the rights of everybody, we want going forward to respect the rights of everybody. Mimi nimeamua ya kwamba katika taifa letu la Kenya, hata wale walifanya maandamano 2017 huko na hawa wengine wote, wale waliuawa tutawalipa fidia familia zao. Wale ambao walipoteza mali yao tutawalipa. Wale ambao walijeruhiwa tutawalipa. Lakini tunataka kufanya hivyo ndio tufunge hiyo chapter, tuwe ni watu wangwana wa kutembea kama wanademokrasia, bila ya kupigana, bila ya fujo, bila ya vita, ndio Kenya iweze kusonga mbele. That's what we want. So, we must protect the rights of everybody. Those who have issues, they want to protest. Those who have petitions, their right is guaranteed. But so is the right of children to go to school. And citizens, farmers to go to the farm, business people to go to do their business, workers to go to work, and everybody must do their thing respecting the right of everybody. One right cannot be subordinate to another right. Sisi wote tuheshimu sheria. Na vile waziri amesema, kama unaenda kwa maandamano unabeba mawe na sijui panga na marungu, wewe si mtu ya kuandamana, wewe tutakushughulikia. Na kuna tafadhali, tutakushughulikia. Yes. Kwa sababu we are a peaceful country. Uwezi kuwa unajifanya unaenda maandamano, unaenda kuharibu mali ya watu, unachoma mali ya watu, unaumiza watu wengine. That is not acceptable. Na hawa viongozi wanaendesha hiyo maneno, wajipange vizuri. Kwa sababu uweze kupanga vita alafu ungoje. Lazima we must explain ourselves how is this thing going